Yaani kwa kuombeleza sasa yote tunayafunga kwenye neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yanafungwa na neno la Mungu. Wewe ni chombo. Siku yoyote unaweza kutolewa kwenye kabati. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe ni chombo cha thamani mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila mmoja hapa ni chombo. Unatumika muda wote Mungu anapokuhitaji kutumika. Si ndio watu wa Mungu? Kila mmoja ni chombo. Mimi ni chombo, wewe ni chombo. Ila kila wakati wake. Ukitaka sufuria kupikia kulipo, leo nataka nipikie sufuria hili. Leo nikipika ninapakulia kwenye sahani, kwenye bakuli, kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Awali ya yote namshukuru Mungu wa mbinguni tena ambaye ameniwezesha katika siku ya leo niwepo wako. Hii yote ni kwa ajili ya utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kazi imani kuheze. Kwa neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza mkashangaa kidogo, wengine mnaweza mkafurahi kwa kuwa naongea kabila fulani ambao sio la kwangu, lakini ambao linaowalenga huwa wanafurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiongea kabila ambao kama kabila langu, wengine mnaweza mkastaajabu. Naongea kitu gani? Lakini nikionekana nimeongea Kiingereza, naonekana wa maana sana siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe sana Yesu. Popote pale mtu akiongea neno la Kiingereza anaonekana wa maana, na elimu, na akili, na ufahamu, na ujuzi, kumbe hamna. Bwana Yesu atusaidie sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi katika muda huu ambao nimepewa niutumie. Mimi hapa ni chombo kama vyombo vingine, na wewe ni chombo pia. Tumeanza kupokea baraka za kiroho kwa neno la Mungu toka hapo awali ambao tumewahi. Tumeona jinsi ambavyo tunavyopokea wokovu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Ni jinsi gani mtu anavyopokea wokovu, na tumejifunza neno la Mungu kupitia waimbaji. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Hata pia katika sifa huwa tunajifunza. Pia sio kujifunza tu, tunabarikiwa sana. Amen. Amen. Usimwone mtu anarusha na ujue ameguswa. Amen. Usimwone mtu anapunga ujue ameguswa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naendelea pale pale, lakini sio pale pale, lakini naendelea nilipokomea. Bwana Yesu atusaidie. Na ninavyokumbuka siku moja hapa ndani ya mwaka huu, ni kama wiki juzi, nilisimama na somo linaloitwa wivu. Tuliona ama tulisikia jinsi ambavyo wewe mwenyewe unavyotenda wivu. Wivu una hali gani? Wivu ni dhambi. Wivu utakufanya usiingie mbinguni. Wivu ni hatari sana. Na wivu ukiufanya kwa mwingine unakurudia na wewe. Fanya tu wivu. Kama unaona una faida ufanye tu, na hakuna wa kukuzuia. Lakini katika siku hii ya leo tutajifunza somo hilo la wivu. Endelea nalo. Siku hiyo ulikuwa unatenda wewe, unamwonea wivu mwingine. Sasa unaonewa wewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Ulimwonea mwingine, sasa unaonewa wewe. Hapo angalia sasa. Yaani kama nini? Wengine wanasema siko kama mzunguko. Eti unapiga huko na unapigwa huko.
Bwana Yesu atusaidie sana. Wivu. Kichwa cha somo ni wivu. Misali 27:4. Misali 27:4 ndipo pale tutaanzia. Kuna Biblia wangapi? Sana. Kuna wengine tuna madaftari. Bwana Yesu atusaidie sana. Nafundisha tutachukua muda mrefu sana. Misali 27. Wengine wanasema 20. Kuna utofauti hapo, unaweza ukasema ni hiyo. 27 mstari wa 4. Wengine wanasema 4. Twende. Misali 27 mstari wa 4. Ghadhabu ni kali. Ghadhabu ni kali. Na hasira ni gharika. Lakini ni nani awezaye kusimama mbele ya wivu? Hasira ni kali. Lakini ni nani? Unajua mwenye ghadhabu, mtu ambaye ana ghadhabu, una mtu ambaye amekughadhabikia, huyo unaweza ukamtunisha. Lakini mwenye wivu huwezi kumtunisha kiurahisi. Mtu amekughadhabikia, unaweza ukamtunisha kwa kunyenyekea, kwa kukiri, kwa kutubu, kwa kuomba msamaha. Ghadhabu yake ikaisha. Hata kama alikuwa na hasira, inatoka. Hata kama iwe hasira kiasi gani, ukiongea maneno mazuri, ile hasira inatoka. Lakini kwa mtu mwenye wivu, haijalishi uko mbali naye, haijalishi uko wapi, akikufahamu tu kwamba ni fulani, anafitina na wewe. Na wivu ni chombo, ni kitu kimoja ambacho ni kipana sana, ambacho kinaleta maafa. Na siku hiyo nisema, kinaleta madhara, kinaleta uharibifu, kinaleta kifo, kinaleta utengano. Wivu si maajabu sana hata hapa katika nchi yetu. Wakati mwingine tunaweza tukazunguka sana na kitu kinachochangia wivu, kitu kinacholeta utoevu wa amani. Bwana Yesu atusaidie sana. Wivu unaweza ukamkumba mtu yeyote, na ujue kuukontrol. Mimi naujua kuukontrol kwa sababu najua nikiufanya wivu na mimi nitatendewa wivu na utanirudia. Bwana Yesu atusaidie sana. Mimi najua, na wewe unatakiwa ujue, maana huwa ni hasara. Basi watumishi wa Mungu wameshaniombea na ninyi mmeshaomba ninene neno la Mungu, na nimeshaanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Basi kuinukiwa na watu na kukutilia chuki maishani mwako ni muhimu, haikwepeki. Kukuinukia watu maishani mwako, hiyo ipo na haikwepeki. Bwana Yesu atusaidie sana. Wewe kwa namna moja ama nyingine, hiyo ni muhimu. Watu watakuonea wivu tu. Bwana Yesu atusaidie. Hii ni lazima ukumbane nayo katika maisha yako. Na niseme baadhi ya makundi ama baadhi ya watu ambao wataweza kukuinukia kiurahisi sana. Iwe umemkosea, hujakosea. Ila niseme kwamba hujamkosea na wala hujamtenda neno lolote baya, anakuchukia, anakuonea wivu. Lengo tu siendelee. Kundi la kwanza hapa ni kundi la watu walio juu yako, kuhofia nafasi zao kuzichukua. Watu walio juu yako,
Watu walio juu yako kiuchumi ni watu ambao wapo juu, wewe uchumi wako wa chini. Ukianza kupiga hatua ya kuendelea, ya kufanikiwa, ni muhimu walio katika uchumi wakuonee wivu. Huyu anakuja kwa kasi sana ya 5G. Tena ni zaidi ya 5G. Anataka kututeka mpaka anafika 10G. Bwana Yesu atusaidie sana. Kiuchumi wapo. Kielimu hii ipo na imetukumba na imenikumba mimi pindi nasoma. Bwana Yesu atusaidie. Wewe ni wa kwanza tu, ni wa kwanza, si kwamba wengine wanafurahi. Si kwamba wanafunzi wenzako wengine wanafurahi. Si kwamba uliosoma nao wewe unaendelea wanafurahi. Si wote. Watakutakia hata baraka za hewa kwa sababu umewazidi. Watajitahidi kuonyesha upendo wa nje wa kujipendekeza, lakini hawako pamoja na wewe. Hawafurahi. Wewe unasimama hapa unaongea Kiingereza, my name is Nahum Kurwa, come from Shashwanga. I'm here. Bwana Yesu atusaidie sana. Hawafurahi. Mwenzako anashindwa hata kujitambulisha. Anasema my name, Kiswahili chake, Kiingereza chake kikubwa. My name is Nahum. Bwana Yesu asifiwe sana. Uliowazidi katika elimu, hao ni mojawapo ya sehemu kubwa ya kukutilia wivu. Na hujawazuia wao kuwa na akili. Unafundishwa pamoja. Kisiasa. Mbona sasa hapa nchini sema tu wazi. Au nishusha baki. Bwana Yesu asifiwe. Siasa zimetufikisha mahala pagumu. Bwana Yesu atusaidie sana. Wivu. Nimekupiga kura. Na unaniangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo bwana hamna bwana. Kwanza hana elimu. Yaani elimu yake la 7. Mimi nasoma mpaka chuo kikuu. Nina degree hapa na stashahada ya uchumi sijui nini. Huyo hamna. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo ilipotufikisha sasa hivi. Wivu. Wewe ambaye hauna elimu na umepata nafasi ya juu, wanaanza kukuuliza ukiletea sasa mamikataba ya Kiingereza utayasomaje? Bwana Yesu asifiwe. Wanakuonea wivu walio na elimu. Umepataje nafasi wewe? Nilichawi hivi. Kwanza halina elimu. Nimepataje hili kwanza? Wamenipiga dili. Hata kama upigwe dili, mwenzako anatumia na za ziada. Bwana Yesu atusaidie sana. Fanya tu na wewe namna yako ili kusudi uwe kiongozi. Bwana Yesu atusaidie sana. Hata kimahusiano na penyewe hapo. Komea hapo. Hawa watakuonea wivu pindi watakapokuona unakuja kwa kasi wapata wao. Kiutawala. Hebu nani aliyeko shafu hapo asome Mathayo sura ya 2. Mnanielewa hata kama naongea makubwa. Amen. Mathayo sura ya 2 mstari wa 2 hapo tende mtu wa Mungu na mstari wa 3 na wa 16. Mathayo sura ya 2 mstari wa 2 wa 3 na wa 16. Tende mtu wa Baba. Bwana anasema. Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Yuko wapi yeye yule aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tumeiona nyota yake. Mashariki nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika. Na Yerusalemu pia. 16 hiyo. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amezihakiwa na wale mamajusi. Akaghadhabika. Akawaua watoto wote. Ona sasa. Walikuwa huko Ona. Bethlehemu na viunga
viungani mwake wote. Rudia kidogo hapo. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwako huko Bethlehemu na viungani mwake, tangu wenye miaka 2 na waliopungua, kwa muda ule aliohakikisha kwa wale mamajusi. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Herode amesikia kwamba kuna mtoto amezaliwa mfalme wa Wayahudi. Akachukia kwamba amepatikana tena mtawala mwingine badala yangu mimi. Badala ya kufurahia kwamba kiti changu kinaenda kuenziwa na mwingine, ninaacha urithi. Anaghadhabika. Mbona yeye mfalme yupo juu, wewe ambaye umezaliwa tu unaanza kupigwa wivu, na lengo lake wewe usikue. Watakuchukia hata pengine hata ndani ya kanisa. Wakati mwingine tuambizane, hii ipo. Unakuta mchungaji kama mchungaji, nimeshaiona ninachokiongea, nimeshakiona. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Aliye juu anaanza kumonea wa chini kwamba huyu anakuja kwa kasi. Anakuja kwa kasi. Anataka kukitwaa kiti changu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna wengine huwa wanaona shida kwamba ndani ya kundi alionao wanapatikana wengine wanaoinuliwa. Hili nishakaiona, sisemi uongo. Si maajabu watu wanaanza kutiana sumu. Si maajabu. Lakini kama aliyejua akiwa na upendo na furaha na watu wake watakuwa. Mchungaji mmoja kwetu kule anaitwa mchungaji Clementi Noto. Ndani ya kanisa lake walikuwepo vijana wengi. Halafu akawa wa moto, kila kijana mpaka tu binti. Sasa hivi dada zangu sijui mnachanganya sana. Mpaka tu binti moto hakuotea mbali. Ukatishi kana kemea tu mapepo, watu wanafunguliwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Mimi nikaamua kumtafuta. Nilimtafuta bila kujua kwamba mimi namtafuta nichukue maarifa. Kwa nini? Kanisani kwake vijana wenzangu wa moto, na mimi nataka wakwangu wawe wa moto. Nikamuona yule baba ana upendo na watu wake. Sawa sawa na mchungaji wetu hapa. Siku moja alisema, mimi nataka watu mlio wangu mkue. Mtakapokuwa mimi najipanua na kuwa mpana zaidi. Atapumzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na yeye alitaka kwa watu wake wapanuke wawe wakubwa. Atapumzika. Siku moja atakuwa anaagiza tu, fulani nendeni sehemu fulani mkafanye huduma. Mfalme anatulia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji anatulia. Tatizo nini? Mnataka kulala. Bwana Yesu asifiwe. Wale wa juu ndio anakuonea wivu usiendelee. Hili ni kundi la kwanza, wajuu yako watakuonea wivu. Nakuta walimu wenzako, wewe upo wa chini, yupo mwalimu mkuu anakuonea wivu. Vivyo hivyo na yeye, walio wajuu yake wanamuonea wivu yeye wa chini. Bwana Yesu atusaidie sana. Hata makazini wapo. Nakuta hata wewe kibarua wakawaita wa chini. Yule msimamizi anakuwa na mambo mengi. Mara hili ni vipu, mara hili ni korofi, yaani unajazwa mambo mengi. Siku moja hapa kiongozi mmoja anasema, sasa wewe nikwambia ufanye hivi kazi. Naambia mimi sitashindwa. Na kujazia taarifa chafu kwa HR fukuzo. Nasema sawa tu. Tena wewe ndio umenona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sawa tu. Hii hapa na taarifa naandika. Tuma tu. Kama nafanya vibaya itafahamika. Kama nafanya vizuri tasimama kweli. Bwana Yesu asifiwe. Pengine hata sasa hivi hapa nisingekuwepo. Bwana Yesu atusaidie sana.
na nijazie taarifa chafu kwa makusudi, sio kwa makusudi. Na ninajua hiyo ni tabia yake na watendea mpaka na wengine. Nasema sawa tu. Kama umenileta wewe, utaondoka wiki hii. Haya. Hata wiki iliyopita tuliona kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 18, mstari wa 8 na wa 9 pale Sauli alipomonea wivu Daudi. Daudi ni kijana mdogo, tena ndiye aliyesimama kupigana vita, akampiga adui yao mkubwa, lakini Sauli hakufurahisha kitendo tu cha kusifiwa. Wewe maelfu, unaona nini? Kachukia. Wengine tunapenda kasifa. Haya, kundi la pili ni watu ambao hawakuamini. Fanya ufanyazo, hauaminiki. Kundi hili wapo. Wewe ukaa na watu wote. Hata kama uwe mwema kiasi gani, wapo ambao hawakuamini. Hawakuamini. Hawa ukianza kupiga hatua yoyote ile ya mafanikio kwako, kwa kuwa hawakuamini, watatilia chuki, watakuonea wivu. Wengi tu. Hujamkosea, afu wakati mwingine mmekaa pamoja, kama kazi mnafanya wote pamoja, kulima mnalima wote, wakati mwingine mapokeo wewe na kuziti. Hawakuamini. Mambo wewe umetoa wapi mali? Bwana Yesu atusaidie sana. Hawakuamini. Hili kundi wasio kuzania kuwa wewe nawe ni wa muhimu na ni wabaguzi, ni vyepesi sana kukutilia wivu au chuki kwamba huyu hapana. Vyepesi sana kwa sababu wanakujua wewe ni fulani, wewe ni fulani. Hawakuamini. Hata wewe hapa wapo ambao hawakuamini. Fanya ufanyavyo, hata na mimi najua wapo ambao hawaniamini. Wanadharau tu. Wewe naye mtumishi wa Mungu kweli huyo? Ni mchungaji kweli? Ni mchungaji? Wakati mwingine wanaamua kukupima. Kemea sasa nitoke. Kemea. Hawakuamini. Hata kama ukiamua kufanya mambo kwa utukufu wa Mungu na Mungu akajidhihirisha, haamini. Anajua tu kwamba ni nguvu za giza. Ndio. Bwana Yesu atusaidie. Amina. Hii nao niliona sababu nimeandika. Wewe umeokoka wewe. Umeokoka. Wewe mtoto kabisa wa kwa fulani umeokoka ndio. Utabebeleka wewe na wake tu. Unapata kade. Mimi. Hawakuamini. Hata kama ukifanya huduma gani, kwanza kwa hawa wanakaukofa mkashau. Wanasi kauganga. Haleluya. Amen. Amina. Hao wapo. Hebu soma Mathayo 13. 53 hadi 58. Kuna wengine waandike Marko sura ya 6 mstari wa 3. Faida yao. Lakini Mathayo wengine wanasema Matthew, sijui ni Kiingereza. Mathayo 13 mstari wa 53 hadi 58. Na wengine wanaoandika Marko 6 mstari wa 3. Hawakuamini. Hata kama uwe mwema kiasi gani, hawakuamini. Ni muhimu sana. Mathayo sura ya 13 mstari wa 53 hadi 58. Ikawa Yesu alipomaliza mifano hiyo, alitoka akaenda zake. Na alipofika nchi yake akawafundisha katika sinagogi lao. Hata wakashangaa. Wakasema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Umepata wapi wewe? Huyu si mwana wa seremala? Tunamjua huyu mtoto wa Magoranga, huyu mtoto wa kwa Juma. Mamaye si yeye aitwaye Mariamu? Na mama yake si tunamjua ni Mariamu, yule tena anauza karanga pale na nyama choma pale. Nduguze si Yakobo na
Yusufu na Simoni na Yuda? Sina ndugu zake ni akina fulani na mwingine amepita hapa na tena. Na maumbu yake wote hawapo hapa kwetu? Sina maumbu yake hapo, wengine ametumbiwa na nani? Na Matao pale. Sasa na huyu Basi huyu amepata wapi? Amepata wapi? Wakachukizwa naye. Yesu akawaambia. Nabii hakosi kupata heshima. Nabii hakosi. Nini? Nabii hakosi kupata heshima. Mmesikia? Bwana Yesu. Isipokuwa katika nchi yake. Hawakuamini mwake mwenyewe. Hawakuamini. Wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutoamini kwao. Hawakuamini. Kwa sababu ya kutokuamini kwao. Hawakuamini. Wanakufahamu wewe ni fulani, wanakufahamu wewe umesoma na fulani, lakini wewe umepata wapi elimu hii? Lakini wewe umepata wapi ujanja huu? Lakini wewe umepata wapi ujuzi huu? Hata kozi ya uinjinia na kupita umekomea la 4 eti la zamani. Napitisha sisi tuna degree sasa hivi. Tuna stashahada tunapatia. Hallelujah. Amen. Amen. Uzuri wake ulimi wangu umezoea Kisukuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu ambao hawakuamini ni jepesi sana kukutilia wivu. Fanya ufanyavyo ni muhimu. Utajificha wapi? Pengine ndugu zako hawakuamini. Tena kwa ndugu ndo hatuaminieni kabisa. Amenipiga laki 3 zangu yule jamani. Halafu kabisa ni dada yangu, nani yangu. Hawakuamini. Hata ukitenda mambo makubwa, hata ukifanya mambo mazuri, hawakuamini. Na ukitajirika sasa, huyu anataka kututoa kafara. Na akitoka maafa sasa kwenye ukoo wenu, huyu anatumaliza. Hata kama umerogwa na wengine, wewe unazaliwa wewe tu ukitajirika. Wewe unaendesha magari wenzako bado kula na hata baisikeli ya kuunga huko. Bwana Yesu atusaidie sana. Wewe unaendesha malori kule nani mpaka umeandika LTD. Ukiwa na maana ya limited. Wenzako hawajaandika tu hata hero. Bwana Yesu asifiwe. Watakutilia wivu. Huyu hatumwamini. Amepata wapi? Amepitia pitaje? Ana mganga wake. Ama anatumia mbinu gani? Huyu ni mwizi. Akakujaza maneno mengi. Ambapo kila siku wewe asubuhi wewe na jembe na wewe. Kila siku unaenda asubuhi kazini mpaka jioni. Mpaka anakuita kwamba hii huyu kwa mkoloni. Umeendelea sasa hivi umeshabadilisha. Huyu anatutoa kafara. Tuwe makini na huyu. Hata kama anakuendea makini, ni kawaida tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakuamini. Yesu hawakumwamini. Hata leo ambao mnawahubiria habari njema ya ufalme wa Mungu, wamwamini Yesu ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yao, haamini. Kwa sababu si amezaliwa tu. Amezaliwa tu. Hivi Mungu anaweza akajizaa? Ana akili finyu sana na Mungu awasaidie. Bwana Yesu atusaidie. Haya, najaribu kwenda haraka kidogo. Kundi la watu watatu uliowazidi hali ya utendaji wako ni hali ambayo watu wamekuwekea mpaka ya wewe usiendelee wala usivuke mstari waliokuwekea. Bwana Yesu atusaidie sana. Hii huambatana na ukuu wa nguvu zako na sifa zikujazo na kuwafunika wao uliowazidi. Yaani yote haya ndio yako naweza kusema kama ni sehemu moja. Uliowazidi. Kuimba kwako umewazidi. Sifa zimekuwa juu yako. Mungu akubariki. Ufikiri kwamba wengine wanafurahi. Mungu akubariki sana, ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Yaani uongezewe. Wengine hawafurahi kwa sababu sambi wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaelewa lakini? Wewe katika makundi haya umo haumo.
Siku ile nimesema kwamba wewe unatenda, leo unatembea. Wewe mwenyewe umeinuliwa. Usifikiri kwamba hauonewi wivu. Unaonewa wivu. Mkazi wimana. Urumva. Unasikia? Wapo ambao wanakuonea. Na furahi mnacheka. Tafurahi atucheki. Ambao wanakuonea wivu. Kwamba wapo ambao wanamuonea wivu kutokana na hali ambayo anaendelea kusimamia mahali hapa, mpaka kazi ya Mungu imefika hapa, wengine sasa shindikana, hawafurahi. Kwani utamjua ambaye anakuonea wivu? Utamjua tu, lakini wakati mwingine wengine wamejificha. Wasema wanaweza kubariki. Safi sana mchungaji. Endelea sana. Hujui anavyopigana huyu. Hawajui. Utendaji wake kazi ni mkubwa. Ukijaliwa kufunuliwa katika ulimwengu wa roho jinsi anavyotenda, unaweza kustaajabu. Huwezi tu kukaa tu kiholela. Bwana Yesu atusaidie sana. Uliowazidi. Si kwamba namfanya jivunie, hapana. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni nukuu vizuri. Si kwamba tunajivuna. Ni Mungu tu. Ila utendaji kazi wake ndio unaofanya hivi na Mungu anafanya. Utendaji kazi wako wa namna yote ile unajitwalia maadui bila kujua. Unajitwalia watu wazuri wengi wenye wivu. Unafanya kazi zako tu za kawaida. Unajituma, hawafurahi. Unawazidi. Hata mimi nao wazidi hawafurahi. Hata na wao nao wazidi hawafurahi. Hata ukivaa vizuri wengine hawafurahi. Mbona leo nimekimbia kabisa? Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka nimefahamu kwamba leo nimetembeza kidogo. Kwa sababu inaonekana kwa muonekano mpya. Haleluya. Haleluya. Amen. Swali lakini ile. Watu ni vile. Wana wa Baba, haleluya. Nehemia sura ya 4:3. Kanda hapo. Nehemia. Sura ya 4 mstari wa 3 na wa 7. Nehemia. Wengine vitabu hivi havisomi kabisa. Wanaruka tu. Kutoka mwanzo anaingia kutoka anaingia Isaya. Kuna vitabu vingine hapo ukivitaja anaanza kipo sehemu gani? Hajui hata kuangalia kwenye difference kule mwanzoni. Ili aone vizuri. Nehemia, hapo twende hapo. Au na umeshaipoteza. Unaruka. Wewe unasoma vitabu vyote, sawa? Tutakuja siku moja hapa na kwamba tunasoma. Hapa wewe umesoma wiki hii kitabu gani? Ni kusudi tukae navyo kichwani. Bwana Yesu atusaidie sana. Ufahamu kilipo. Ukiambiwa nisomee hapo Obadia, hujui. Unaambia nisomee pale Nahumu, hujui. Nahumu. Anatikisa kwanza kichwa. Tanda mtu wa Baba hapo, simama. Safi sana. Nehemia sura ya 4. Mstari wa 3. Na wa 7. Neno la Bwana hilo. Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu na akasema hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha. Amepanda tu mbweha mtoto wangu. Kweli kabisa, hata huyu pande mbweha hapa uanguke ukuta huu. Tuendelee. Lakini ikawa Sanbalat na Tobia na Waarabu na Waamoni na Waashdodi waliposikia ya kuwa kazi ya kutengeneza ukuta wa Yerusalemu unaendelea, na ya kuwa mahali palipobomoka pameanza kujengwa, basi wakaghadhabika.
wakakazadika. Utendaji kazi wa Nehemia na usimamizi wake akajitwalia watu wazuri, akina Tobia. Wapo hata hapa wakina Tobia, lakini haupo hapa, lakini sio wewe. Na kujua wewe ni mtenda kazi mzuri na unapenda amani kabisa na unapenda maendeleo, na ndio maana tunasukuma kazi ya Mungu inaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hauna wivu. Wale wenye wivu akamwonea wivu nani? Nehemia. Anajenga tu. Eti hata ule ukuta akipanda tu ngwea ukuta unaanguka. Wivu. Wanakuonea wivu kutokana na kazi yako wewe mwenyewe. Juhudi zako zinakupa shida. Kazi yako hiyo ya kushona manguo inawapa shida. Kazi yako ya kuniombea wewe wengine inawapa shida. Kila siku unaliombea linahumu. Kila siku unaliombea linahumu yule haliombi. Wengine inawapa shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mkosi Bwana endelea kuniombea. Nina uhakika na Baba yangu wa mbinguni. Nina uhakika naye. Na ndio maana sikapatiki. Haleluya. Mimi niwaambie kidogo katika hapo nichapie. Sitishiki na appearance. Ongea ndio sitishiki. Kasoma huyo. Muonekano. Jamani, nikiongea Kiingereza wengine jamani kama mimi sijafika form 4. Umebarikiwa kuongea Kiingereza. Bwana sitishiki na muonekano wa mtu. Hata kama awe mweupe. Tunasemaga kwamba Wasukuma tunapendaga weupe. Sawa tu, tunapendaga ndio. Haleluya. Lakini na uhakika kwa maombi yako wewe ya dhati. Acha tu maombi yako nivutia. Mungu mfanikisha muone binti huyu. Mungu mpe huyu. Sasa wewe unaomba yule anaomba yeye, inakuwa mvutano. Unaanza kunishinda mimi. Yaani kwangu unakuwa kama uwanja wa hapo leo anacheza. Yaani anashinda. Haya, wanaanza kumwonea wivu Nehemia. Kisa tu kazi ya utendaji wake unazidi kuongezeka. Utendaji kazi wake unazidi kuimarika. Walipokuwa wamepanga wameweka mstari ya kwamba huyu hatavuka hapa. Lakini Nehemia akaendelea kuchapa kazi. Akavuka pale walipoweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipokuwekea mpaka ukivuka wanachukia. Wanaona tu waendelee kuteseka. Na wengine wanatamani tu endelee kwa kibarua. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi natamani nisiwe kibarua. Na mimi niweke kibarua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Amina. Utakaa kwa kibarua mpaka lini? Na utakaa kibarua mpaka lini? Hapana, walipokuwekea mstari kwamba huyu atapikishwa kibarua mchana na usiku. Ifike mahala na wewe ukatae. Ukatae lakini kwa akili, usikatae kibishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado hujajipata unataka kuleta nini? Na hapa zote kila kitu hela. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo kazi yako unavyojituma, haijalishi mwalimu unafundisha kiasi gani darasani, wanafunzi wanakuelewa masomo yako. Wengine hawafurahii walimu wenzako. Hawafurahii kabisa, nimetoka kusema kwa wanafunzi. Wengine hawafurahii kabisa kwamba una elimu ambapo mnafundishwa wote kwa pamoja, mwalimu mmoja na kipindi kimoja, lakini wao hawaelewi. Wengine ni wagumu tu, wanakuchukia. Hili ni kumba mimi darasani. Walikuwepo wanafunzi wenzangu wawili ambao wamejishikilia nafasi ya kwanza, ya pili. Ya kwanza, ya pili. Na mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa anashika nafasi ya pili ya kwanza, akawa na hasira sana. Akiona tu umebeba swali gumu, anakutafuta. Umeangalisia. Umeangalisia wapi? Mimi najua. Samaki wenye midomo mrefu wanakula nini? Najua. Umelipata wapi wewe? Bwana Yesu atusaidie sana. Na ilifika siku moja nikampita, nikashika nafasi ya pili yake. Kaana niangalia kwa hasira sana. Akawa ananichunguza madaftari yangu nikitoka. Aliona mimi najikusanyanga vitabu mengine naenda kwenye maktaba nachukua ya kusoma. Kanichukulia, kaniiba.
Hapa akasema nitakushtaki kwa mwalimu. Nasema sawa tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Akili yako inakupa shida. Uchumi wako wewe unavyoendelea unawapa shida wengine. Fanya ufanyaje wapo tu. Utafanya nini sasa? Kuonewa wivu bila chochote kile ulichowauzi wanakuchukia. Mwenye wivu haoni jitihada zako kuwa zina faida kiasi gani kwake. Bwana Yesu atusaidie sana. Mwenye wivu haoni jitihada yako. Haoni. Wewe jishebedue, haoni. Wewe lukufa, haoni. Jipendekeza tubebe mzigo mazito. Mama leo naenda kujitwalia tuzo ya sifa ya kusifiwa. Haoni. Sana wivu. Ni nani asimamaye sasa mbele ya watu wa namna hii? Ni nani awezaye? Wewe unaweza ukashindana na watu wa namna hii ukawashinda? Wewe una mbinu gani ya kuweza kusimama kushindana nao hawa? Kwa sababu ni wabaya mno. Ukiwazuia kwa hapo watatokea kwa namna nyingine. Nehemia walianza kumtisha ili kusudi aache kazi yake ya kuendelea kujenga ukuta. Na wewe una kazi zako ambazo unaendelea nazo. Wanakutilia wivu kwa makusudi na vitisho vya kila namna ili kusudi waachane navyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Wanakuonea wivu. Hata Sauli hakuona faida ya Daudi. Alimchukia ijapokuwa amempigania vita. Goliati mtu wa kutisha, lakini yeye Daudi akasimama. Itawezekanaje huyu atutukane sisi? Amtukane Mungu wetu na sisi wenyewe. Mungu amepungukiwa nguvu kiasi gani? Daudi akajaa nguvu ya Mungu na roho wa Mungu. Kamwendea, wewe unanijia kwa asili na nini? Mimi nakujia kwa neno la Bwana. Nakujia kwa jina la Bwana. Lakini utendaji kazi wake wote ule, Sauli akaja akauona ni fair. Hauna maana. Hata kama ukijitoa kiasi gani kwa watu, mtu mwenye wivu atakuchukia tu hata kama unajitoa kiasi gani. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Hata ukifanya mambo makubwa kiasi gani, mtu mwenye wivu atakuchukia tu. Kwa sababu haoni jitihada zako, haoni utendaji kazi wako, haoni unavyojitoa, haoni unavyofanya. Atakuchukia tu. Haoni. Na wewe usikae hivi, usiseme kwamba mimi niko vizuri. Kwa sababu ukiona kwamba hauna watu wanaokuchokonoa wakati mwingine na wewe jiangalie. Ni mtu gani? Ukose hata watu. Maana wakati mwingine nitakuja kusema kama nitakuja kufundisha hata wakati mwingine kama nikija kupata neema kuhusiana na faida ya watu wenye wivu wanaokutilia wivu kwako. Wana faida kubwa. Wewe ukiwa mzembe hawakusumbui. Wewe ni kibarua, wewe ni mnyenyekevu siku nyingine. Kama sisi saa 12. Fanikiwa. Nakwambia fanikiwa. Wazidi pale walipokuwekea mstari. Wewe vuka uone. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Niangalizieni muda. Saa ngapi hapo? Saa 7 kasorobo. Kuna muda sana. Basi tumalizie hapa. Tumalizie na Efeso sura ya 6 mstari wa 10. Namna ya kuweza kukinzana nao hawa. Namna ya kuweza kukaa sawa nao hawa. Wewe huwezi kushindana nao. Vita vinavyozuka mara kwa mara, huwezi kukinzana navyo kwa kawaida. Ndugu yangu, na neno na wewe mpendwa. Huwezi ukakinzana nao kwa kawaida. Kinachokufaa na unachopaswa ni kukaa ndani ya Yesu. Efeso 6 neno la Bwana linasema. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika
katika Bwana. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Na katika uweza wa nguvu zake. Na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu. Vaeni silaha zote za Mungu. Mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Si ya juu ya damu, bali ni juu ya falme na mamlaka. Juu ya wakuu wa giza hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukikomea hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatimaye mzidi kuwa hodari. Iweni hodari ndugu zangu. Mungu ndiye anayetupigania. Tukikaa katika uwepo wa Mungu siku zote, hata kama wakiinuka kiasi gani, hata kama wakijipanga namna gani kuja kukutesa, kuja kukuharibia mipango yako, Mungu atakudhibitisha, Mungu atakuimarisha, Mungu atakuweka sawa, na Mungu atakuwekea ukuta ama ulinzi ya wao wasikuzuru. Maana ukiwachia nafasi watakuzuru, utafanikiwa. Taishia kila mwezi na deni. Ametuka la msukuma na daiwa fishuru. Ametuka na dai. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukivuka namna yake izime mishale yao wanaokurushia wewe. Mshale wa wivu ni sumu kubwa kali mno. Ukikuchoma mshale wa wivu, una sumu kubwa ya kuharibu maendeleo. Una sumu kubwa ya kuharibu huduma. Una sumu kubwa ya kuharibu hata akili. Unakuwa una mawazo tere. Yesu atusaidie sana. Amen. Imarikeni, tuimarike wana wa Mungu. Wanaotuonea wivu ni wengi. Wanaokuonea wivu ni wengi. Hata mja wako huo, wapo ambao walikuwa wanampenda. Siseme kwamba mimi ndo nimejichagulia. Wapo. Unafurahi. Huyu wapo ambao walikuwa wanampenda huyu. Wewe umepata nafasi na kibali kwake, na wewe ukaitikia ndio. Wapo ambao wanampenda huyu kuliko na wewe unavyompenda. Wakati mwingine wewe ukikasirika unaona kwamba huyu mwanamume wa namna gani. Wapo. Usifikiri ni maziara. Bwana Yesu asifiwe sana. Imarika. Hata kama wakikurushia sumu ya namna gani, ukiwa umeimarika, utakuungwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakupigania. Hata kama wivu wao utainuka maradufu, Mungu atasimama kukupigania. Wivu wao utakuungwa. Kila siku atakuwa unachapa kazi tu. Mmebarikiwa nini baba? Mmebarikiwa. Hebu 14. Hebu soma 14, Luka 16 na 17. Namna ya kuweza kuimarika. Hapa tunasoma neno la Mungu, namna ya kuweza kuimarika. Namalizia tu hapa kifangu. Najua mmechoka, najua. 14, 16, 17. Luka 14. Sikiliza. Efeso hiyo sura ya 6, 14, 16. Kama uko hapo endelea. Niposema Luka. Haleluya. Amen. Amina. Amina. Majina mengine wao kitabu, kuna maneno mengine kitabu nadhani labda inamaanisha nyingine kama na huyu. Efeso 4:16 na 17. Efeso 4:14, 16, 17. Ili tusiwe tena watoto wachanga wewe, ili usiwe mtoto mchanga. Naendelea. Tukitupwa huku na huku. Tukifutwa na kutupwa huku na huku na wenye wivu. Na kuchukuliwa na kila aina ya upepo ya wenye wivu. Naona kwa ujanja wenye wivu na ujanja tu. Tukifuata njia za udanganyifu. Wakifuata njia za udanganyifu. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo. Kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja ukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo.
Tufika tu mpaka mwisho sasa. Basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana tangu sasa, usienende kama mataifa waenendavyo, hata ubatili wa nia zao. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Msienende kama watu wa mataifa. Wao wana chuki, ile chuki yao wanaokuonea wivu isikudaki. Utakapoiruhusu, umeruhusu mwanya wa kuweza kukutesa wewe. Wananionea wivu. Hata wakati mwingine acha wananionea wivu, wananionea wivu. Unaonea wivu kwa sababu ya wewe mwenyewe unavyotenda. Unapigika kwa sababu yako wewe mwenyewe. Usiwachukie watu. Wewe imarika tu. Hata kama ukijipanga kwa kiasi gani utakaa sawa.